Nasra alikuwa msichana wa miaka 22, mrembo mwenye ndoto kubwa za maisha. Aliishi mjini na mama yake mzazi, Bi Saumu, ambaye alikuwa mjane. Tangu alipozaliwa, Nasra alikuwa akihisi mapenzi ya mama yake kwake yalikuwa ya mashaka. Alikulia akiwa na hofu, huzuni na hisia za kuchukiwa, na hilo lilimfanya afikie hatua ya kujiambia moyo wake, simpendi mama yangu. Lakini alikuwa na sababu zake. Si chuki ya ghafla. Ilijengwa na matukio ya kila siku, kila mwaka. Hadi ikawa sumu ndani ya moyo wake. Nasra alipokuwa na umri wa miaka 7, aliona jinsi mama yake alivyompa upendeleo mkubwa dada yake mkubwa, Husna. Husna alikuwa mwerevu, mpole na wa kutii. Kila alichofanya, hata akifanya kosa, mama yao alikuwa akimlinda, lakini kwa Nasra hali ilikuwa tofauti. Alikuwa akiadhibiwa kwa makosa hata ambayo hakufanya. Angeambiwa, Nasra, wewe ni mzigo katika maisha yangu. Kama siyo kuzaa kwa bahati mbaya, nisingekupata. Maneno hayo yalijichoma moyoni mwake kama sindano ya moto. Aliyakumbuka miaka yote. Na kila alipomwangalia mama yake, alikumbuka maneno hayo. Na kadri alivyoendelea kukua, alijifunza kuyanyamazisha machozi yake. Akawa na tabia ya kujitenga, kuwa mkali na kutoonyesha hisia. Nasra akiwa sekondari, mambo yalizidi kuwa magumu. Mama yake alimnyima ada ya shule mara kadhaa akidai hana pesa, lakini Husna aliendelea na shule ya binafsi. Akivaa sare mpya na viatu vya kisasa. Wakati Nasra alihitaji hela ya mtihani wa taifa, mama yake alimwambia, si kila mtoto lazima asome. Ukijua kupika na kushona basi hiyo ni elimu ya kutosha. Nasra alikata tamaa. Akajifunza kazi za mikono na kutafuta ajira za muda, huku akiwa anashangaa kwa nini mama yake mzazi alionekana kumpenda dada yake zaidi yake. Hakupata jibu. Kila alipomuuliza kwa upole, mama yake aligeuka kuwa mkali, acha kuniletea maswali ya kijinga. Kama hutaki kaa uko. Ndani ya moyo wake, chuki ilizidi kukua. Aliapa, siku nikifanikiwa, mama yangu hatapata jasho langu. Baada ya miaka kadhaa, Nasra alipata kazi mjini Dar es Salaam katika kampuni moja ya mawasiliano. Alikuwa mchapa kazi na mwenye nidhamu. Alihamia mbali na mama yake, akaanza maisha mapya. Lakini chuki hiyo haikufifia. Mwaka mmoja ulipita. Siku moja, dada yake Husna alimpigia simu akilia, Nasra, hei mama anaumwa sana. Tafadhali njoo nyumbani. Awali, Nasra alikataa. Lakini usiku ule alisumbuliwa na ndoto mbaya. Aliamua kwenda. Alipomkuta mama yake hospitalini, alimkuta akiwa dhaifu sana. Kwa mara ya kwanza alimuona mama yake akiwa hana nguvu, hana maneno ya kejeli na machozi yakimtiririka. Hapo ndipo mama yake alipoamua kusema ukweli aliouficha kwa miaka yote. Nasra, nisamehe mwanangu. Wewe si mtoto wangu wa kawaida. Ulizaliwa baada ya mimi kubakwa na mtu nisimjue. Baba yako halisi si yule mume niliyekuwa naye. Nilikuzaa kwa huzuni, lakini sikuweza kukutoa. Nikajaribu kukupenda, lakini maumivu ya tukio lile yalikuwa kubwa mno. Nasra aliganda. Moyo wake ulivunjika vipande. Machozi yalimtoka bila kujizuia. Kwa mara ya kwanza alielewa chanzo cha chuki ile. Haikuwa kwamba mama yake alikuwa mkatili, bali alikuwa amejeruhiwa na maisha, na majeraha yale aliyatupa kwa mtoto wake. Nasra alitoka hospitalini bila kusema kitu. Aliumba. Alitaka kulia, kupiga kelele, kuandika barua au kusafiri mbali ajisahau. Lakini baadaye alikumbuka maneno ya mwalimu wake wa zamani, maumivu hayatibwi kwa chuki, bali kwa msamaha. Alirudi hospitalini. Alimkumbatia mama yake. Alimwambia kwa sauti ya upole, mama, hata kama uliteseka na mimi niliteseka pia. Lakini najua sasa. Na samahani kwa miaka yote ya chuki moyoni mwangu. Nimekusamehe. Mama yake alilia.
Wote walilia. Ndipo siku chache baadaye mama yake alifariki akiwa na uso wa amani. Miaka mitatu baadaye, Nasra alikuwa mwanamke aliyefanikiwa. Alikuwa na familia yake na mara kwa mara alizungumzia mama yake kwa heshima. Alifungua taasisi ya kusaidia wanawake waliopitia ukatili wa kingono, akiwaambia, msihukumu wanawake waliopitia machungu. Na watoto wasichukie wazazi wao kabla ya kuelewa hadithi kamili. Aliandika kitabu kiitwacho Chuki Isiyo na Maelezo na kikagusa maisha ya wengi. Funzo: kuna watu hawapendi wazazi wao. Lakini kabla hujahukumu hisia zako au wao, tafuta chanzo. Labda kuna historia ya maumivu, majeraha ya zamani au siri kubwa iliyofichwa kwa muda mrefu. Msamaha hauondoi maumivu mara moja, lakini huponya moyo kwa utaratibu.